Kwa kuwa tutapita kueleza yaliyopangwa kutekelezwa na ilani ya CCM katika kipindi cha miaka mitano ijayo kwa ujumla wake na kwa kila eneo nchini, niruhusuni sasa nitaje mambo machache ambayo nitayafanya ndani ya siku 100 za kipindi cha pili cha awamu ya 6. Katika kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, tutazindua rasmi mfumo wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio. Kwanza niachie. Wewe unajikuta chizi. Huko unanieleza wapi? Na kupeleka wapi? Ndio kishafika, subiri uone. Taratibu yani. Una nini tena? Una nini? Kwanza mtume za faida. Salama. Karibu mkae bwana. Pita changamka. Mniambie kuna shida gani tena? Unaona makelele. Mimi nina shida. Yaani mjumbe, mimi nimekuja hapa nina shida hatari. Unajua nina shida. Una kijana anatembea na mdogo wangu. Tena isitoshe unajua ni mtoto mdogo, alafu ni mwanafunzi. Sawa. Na tena unaona kesi kidogo kubwa. Dakika 2 hapo. Yaani wewe unajikuta chizi. Leo sasa. Nyumbani nitakutia mikofi. Yaani wewe nakuua. Kila siku nitamkilia. Yaani wewe utanielewa. Subiri uone. Yaani mimi nahangaika huko barabarani usiku kucha. Jesus. Who be this boy? Let's start it. No, Jesus, take over. Tata, tapata suluhisho. Mdogo wako msema. Tena tumbo hili moja. Tumezaliwa wawizi. Sawa. Umesema kuna kijana anatembea naye? Ndio. Anaenda wapi? Anatembea kwenda wapi? Sasa kama ni maana anaenda naye dukani, sokoni, kuna shida gani? Yaani mjumbe na maanisha anatembea naye kimapenzi. Yaani wana mahusiano kifupi. Mapenzi huyu? Huyo. Wewe unajua mapenzi? Ndio nimekuja hapo. Kuulizane mimi na wewe. Sawa, nishapata usuluhisho. Umeelewa? Sawa. Ili upate uhakika. Huyu mwache hapa nyumbani kwa muda huu. Wiki moja tu. Nitafanya uchunguzi taratibu mpaka nitajua kwamba anajua kweli. Wewe nakomba inuka. Changamka inuka. Sasa sikiliza dada. Lazima nifanye uchunguzi hatua kwa hatua, nijue anajua kweli mapenzi. Unasemaje mjumbe? Sasa hivi sisikii vizuri. Nakwambia. Mwache nyumbani kwa muda wiki moja tu. Unajua nimetoka huko, nikajua nakuja hapa, yaani nakuja kwa mtu mwenye akili zake tima. Kumbe wewe nakuomba ongoza. Ongoza, changamka. Yaani wewe una bahati wewe mjumbe. La asidi. Ukule. Dada, sikiliza. Inawezekana unawasingizia vijana wa watu huko. Ala sikumbe ni uongo, tunasema tuchunguze. Sengine wewe unavuta. Mjumbe wewe una smoke. Haiwezekani. Watu wengine hawana akili. Wewe. Baba. Wewe nani? Mwache tu wiki moja tu. You want to use me to catch cruise? You then want Jesus? Jumbe wetu, majibu
You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus? Odi. Karibu. Asante paidi. Salama, karibu sana. Hata mimi nina matatizo na nina shida. Mjumbe, mimi mwanangu kapotea na siku 3. Sawa. Kuwa na amani. Hadi leo hii unajua hii sijamuona mwanangu. Mjumbe, naomba msaada wako. Naomba nisaidie mimi. Nimekuja kwa mjumbe sahihi, umeelewa? Tume kidogo kesi yako nzito. Kichwa kwa wasiwasa kisha akasema ngoja kwanza ni wazevi. So mjumbe wetu majibu yake bala. Mjumbe wetu anawasha za mtaa. Mjumbe wetu kila siku nitamkilia. Mjumbe wetu kichi kisima kina. You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus? You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus? Jesus! Jesus! Kuna kichwa kwa wasiwasa kisha akasema ngoja kwanza ni wazevi. So mjumbe wetu majibu yake bala. Mjumbe wetu anawasha za mtaa. Mjumbe wetu kila siku kuwa na amani. Uko sehemu sahihi na utapata jibu sahihi, umeelewa? Sasa shapata suluhisho. Na imani ukitoka hapa utaondoka na moyo safi kabisa, umeelewa? Sawa, nikuuliza kitu mama. Uliza. Mwana wa kike na wa kiume? Wa kike. Ana miaka mingapi? Ana miaka 12. Ana miaka 12. Sasa mama, unalia mtoto wa miaka 12? Unalia nini? Unalia mtoto wa miaka 12? Inawezekana mtoto yupo kwa bwanake huko. Wewe unalia, nenda kapike ugali, kaa tulia, relax. Atarudi mwenyewe. Hivi mjumbe kwa una akili? Mjumbe una akili kwenda kuenda? Yaani mimi mwanangu miaka 12, aina kwa mabwana zake, mwanangu tabia sio ana mjumbe. Hivi mjumbe unajua uchungu wa mtoto wewe? Unajua uchungu wa mtoto na kuuliza mjumbe? Yaani mjumbe uko na maana. Yaani hapa watu wakutegemea wewe. Anakupa pole kabisa. Mama, kaa nyumbani tulia. Wewe mtoto wa miaka 12, afu watoto wa 2000, mamangu. Unalizia nini? Mtoto wa miaka 12. Kaa nyumbani tulia, kula ugali, atarudi mwenyewe wewe. Hivi unaweza kulialia nyumbani. Mtoto wa miaka 12. Mtoto wa kike, watoto wa 2000 hao. Tamai na maongezi na wewe. Ukae pale maule. Majibu yake hayana ramani wala njia yetu. Asubuhi mapema watu wanamiminika, kila wenye shida kwa mjumbe anakimbilia. Moja analia ndoa yake imevurugika, akidhani suluhisho leo atalipatia. Mke anasema nataka talaka sasa, mume anasema nimechoka na mjumbe za saizi. Shikamoo. Baba. Mimi nimekuja hapa mjumbe, nina changamoto. Changamoto gani? Changamoto pale ninapokaa nadaiwa kodi ya miezi 6. Nilikuwa na hela nimempa mwenye nyumba ile hela kaikataa. Alivyokataa mimi nimeitumia. Sasa anakuja tena ananidai. Alafu kila siku usiku anakuja anagonga hodi chumbani kwangu. Mjumbe ananitaka kimapenzi, nikimtaki. Ana umri kama baba yangu. Nataka umuite umkanye, kama hela yake nitamlipa. Sasa. Mbona dakika 2 nakuja?
Hata kuna kichwa pa wasiwasa, kisha akasema ngoja kwanza ni wazevi. So jumbe wetu, majibu yake bala. Jumbe wetu, anawasha za mtaa. Jumbe wetu, kila siku nitamtilia. Jumbe wetu, kichi kisima kina shanga. Akatoka taratibu nyuma ya nyumba, wananchi wakabaki wanatazama kwa hamu. You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus. Jumbe wetu, tunaona jina lake limasikika. You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Jaïla. You want to use me to catch cruise? You don't want Sharudi. Jesus. Unashapata jibu. Na unapata ufumbuzi wa kudumu, umeelewa? Wewe usifanye unadaiwa kota. Nadaiwa. Na mwenye mpaka anakusumbua. Achana nayo. Cha kufanya kwa vitu vyako vyote, mabegi yako, mimi njoo mimi kwangu. Unaona hapa nyumba kubwa hii. Unaona hapa kwangu kuna nyumba kubwa kama hii, kuna vyumba kibao. Mimi niko peke yangu. Ukija huko nitakununulia nguo, nitakuhudumia chochote unachohitaji. Kila kitu nakufanyia kwa. Makubwa na wewe tena mjumbe, nitukue vitu vyangu nije niamie nikae hapa kweli? Wewe mjumbe unakuta bange? Kwani kuna shida gani kuhamia hapa? Nyumba ya bure ipo. Wewe una kodi ya kulipa. Baba nyumba anakusumbua. Njoo ukae hapa, shida iko wapi? Sio shida. Shida unapoongea unaviona viko sawa hizi. Sasa shida kuhamia kwangu ni shida gani? Hapana, haijakaa sawa hiyo. Unakaa bure. Haiko hivyo. Yaani nimekuja kwa mjumbe nimuelekeze, wewe tena unaniambia tena nije nikae hapa tena. Kweli, mimi si umri wa mjukuu wako mimi. Wewe kuja kaa hapo ndio unakosa mjukuu wangu? Umeshika utanulia nguo, utanulia sio kwangu na mke wako tena. Wewe mtasudi vibaya. Kama utakuwa mke wangu njoo. Sio kweli. Kama umelazishia sio mbaya, njoo tukae. Wewe mjumbe unakuta bange? You want to use me to catch cruise? You don't want Jumbe Jesus. wetu, akipata kesi lazima atulete jeko letu. Jumbe wetu, jumbe wetu, majibu yake hayana ramani wala njia yetu. Asubuhi mapema watu wanamiminika, kila wenye shida kwa mjumbe anakimbilia. Moja analia ndoa yake imevurugika, akidhani suluhisho leo atalipatia. Mke anasema nataka talaka sasa, mume anasema nimechoka na visa. Mjumbe akakuna kichwa pa wasiwasa, kisha akasema ngoja kwanza ni wazevi. So jumbe wetu, majibu yake bala. Jumbe wetu, anawasha za mtaa. Jumbe wetu, kila siku nitamtilia. Jumbe wetu, kichi kisima kina shanga. Akatoka taratibu nyuma ya nyumba, wananchi wakabaki wanatazama kwa hamu. Akarudi tena na tabasamu kubwa, kisha akaanza kutoa hukumu. Mama kwanza tule, usiwe na jazba, kesi hii nzito inahitaji subira. Wiki moja kaa kwanza karibu hapa, halafu tutajua nani mwenye hasira. Wananchi wote wakabaki midomo wazi, wengine wakacheka, wengine hawajui. Mjumbe akasema ndio sheria zangu hizi, mtaa mzima ukabaki hawaamini. Huyu si wa kawaida, hukumu zake ni maajabu. Kila kesi ni burudani, kila siku ni sinema tupu. Jumbe wetu, jumbe wetu, kila kona jina lake linasika. Jumbe wetu. Mjumbe, unavyoniona mguu nilikuwa nakuja kwako. Shida gani sasa? Kuna mwanamume nilikuwa naishi naye.
niishi naye, nimepata mimba, ananikataa, hataki kunihudumia. Kwa nini naomba umwite tuje tuyaongee ili anihudumie hii mimba au okay, sawa. Tuwezi kumwita hapa njiani. Sasa cha ufanye mimi na wewe twende nyumbani nikaongea huko. Twende. Ona jina lake limasikika. Jumbe wetu. Ajongea watu wanasheka. Jumbe wetu. Uswahili ni moto. Kila siku ni jambo jipya. Kesi yako kidogo ngumu. Subiri kama dakika 2 usikia? Nakuja kutatua. Jumbe wetu akipata kesi lazima atulete jeko letu. Jumbe wetu majibu yake hayana ramani wala njia yetu. Asubuhi mapema watu wanamiminika kila wenye shida. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Jaïla. You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Jaïla. You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Jaïla. Kwanza karibu hapa halafu tutajua nani mwenye hasira. Wanajua wote wakapaki midomo. Umesikia? Amekataa mimba, si ndio? Hilo tatizo dogo. Cha kufanya unaitoa hiyo mimba, unaishi nyumbani kwako. Wewe unaona? yaani nitoe mimba yangu nje kuishi hapa kwako? Sio kweli. Mimba sitoi na hapa kwako si kuishi. Mimi nakuja kuomba ushauri. Wewe unanishauri ushauri mpuuzi kama huo? Hapana, siwezi. Wewe mnyimbe kweli, ana akili zako sizipoje. Wewe unataka nikusaidie? Ndio, nimekuja kuomba ushauri kwako wewe mtu mkubwa, unishauri vizuri. Wewe ndio unashauri mtoe mimba. Hivi hujui kama ukitoa mimba watu wanakufa? Wewe ulijui hilo mjumbe? Kwa nini uko wapi? Tunatoa mimba mara moja, unaishi kwangu hapa mjengoni fresh tu. Huo sio usaidizi, bali huo ni uuaji. Wewe unataka kufanya wewe ni uuaji. Mimi siwezi. Mimi kama mimi siwezi. Unajisikia jirani hapo mwanae kafa kisa kutoa mimba? Haiwezekani. Mimi siwezi kuishi na wewe. Siwezi. Mimi ndio kama usonge mtu mzima, unisaidie. Wewe sio unashauri nitoe mimba? Hiyo kweli. Kama ulivyosema mtu mzima dawa, umeelewa? Dawa ndio hiyo. Toa mimba fresh. Mtu mzima kweli. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Jaïla. You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus. Jumbe wetu akipata kesi lazima atulete jeko letu. Jumbe wetu majibu yake hayana ramani wala njia yetu. Asubuhi mapema watu wanamiminika kila wenye shida kwa mjumbe anakimilia. Moja analia ndoa yake imevurugika, akidhani suluhisho leo atalipatia. Mke anasema nataka talaka. Mjumbe. Mume anasema nimechoka na visa. Mjumbe akakuna kichwa kwa wasiwasa, kisha akasema ngoja kwanza niwaze visa. Jumbe wetu majibu yake bala. Jumbe wetu anawasha za mtaa. Jumbe wetu kila siku nitamtilia. Jumbe wetu kichi kisima kina shanga. Akatoka taratibu nyuma ya nyumba, wananchi wakabaki wanatazama kwa hamu. Akarudi tena Hapa zeni nilivyokuona. Za saa hizi. Salama vipi? Kuna shida gani?
Yaani mjumbe, hapa nina mastozi hatari ninavyokuambia. Yepi tena? Si nilikuwa detail, yaani siku ile si nilikuja na mdogo wangu nikakwambia ile issue yake ile. Okay sawa, nakumbuka. Leo siku ya 3 hayupo nyumbani. Siku 3. Siku 3 mjumbe nyumbani hayupo. Yeye kwa bwana zake wewe? Hapo maana kwa bwana wake nimefika ndio, lakini hapo sijafika. Ndio maana nimekuja hapa tusaidiane ili twende wote kwa huyo bwana. Kumbe mjumbe chizi Mjumbe unaita ukichaa Sasa leo utanijua vizuri akili zangu. Yaani ina maana mdogo wangu alikuwa ndani, si ndio? Mimi naangaika huko usiku kucha. Asubuhi, sijui mchana, mixa siogi yani. Kumbe mdogo wangu umemfungia ndani. Sasa mjumbe leo utanitambua vizuri. Pendo. Subiri kidogo, subiri. Nisubirie nini? Ngoja kidogo, dakika 2. Dakika 2 ndio hizo niziwe dakika 2. Yaani mjumbe sinajikuta ndimi mwenzako limao bado ule ule. Yaani na wichizi mpaka asinga yango. Wewe. Nakwambiaje, natoka paka polisi yani hapo nakuja nao. Yaani naenda kumalizana na yule, afu nitakurudia. Yaani jamani, yaani kipapa Valentina tena hata akitoka kuli. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Jaïla. You want to use me to catch cruise? You don't want Jesus? You are very stupid. Wewe nani? Idiot. Maskari. Maskari, wewe mwenyewe mwana unajua familia. Mimi ndo wa serikali unajua. Jumbe, taarifa kwamba wewe unalipwa hiyo. Maskari, wewe mwenyewe mwana unajua familia. Mimi ndo wa serikali unajua. Unajua mimi serikali unajua. Mimi serikali wanangu hapo mimi kitengo unajua wanangu. Na tunasikia kwamba wewe unatoa maamuzi mabovu kwa wananchi. Atajua vipi hapo na kati huyu ana genge la walipu, tondokeni tukamhoji polisi. Wananchi wakabaki wanatazama kwa hamu, akarudi tena na tabasamu kubwa, kisha akaanza kutoa hukumu. Mama kwanza tule, usiwe na jazba, kesi hii nzito inahitaji subira. Wiki moja kaa kwanza karibu hapa, halafu tutajua nani mwenye hasira. Wananchi wote wakabaki midomo wazi, wengine wakacheka, wengine hawajui. Jumbe akasema ndio sheria zangu hizi, mtaa mzima ukabaki hawaamini.